Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu zangu nyote mlioko diaspora na ndugu zangu nyote mlioko Mombasa County. Tunashukuru kwa kuswali hili leo. Mwenyezi Mungu atutakabalie saumu zetu sote Waislamu. Kwanza nampongeza ndugu yangu Kavae kwa msimamo wake. Ndugu yangu Kavae, Mungu awakujaze kheri hapa duniani na kesho akhera. Na dadangu mmoja aitwa Rehema yuko Uingereza, Mwenyezi Mungu pia akujalie kheri hapa duniani na kesho akhera. Na rafiki yangu mkubwa Makata, na ndugu zangu wote mlioko Uingereza, Dubai, nyote mkono aidi. Lakini kitu chengine, kitu ambacho nampongeza, nafikiri kauli yangu ya mwisho nililalamika sana kuhusu ndugu yangu Hatibu Mwashetani kwamba analalamika mbele ya Hassan Sarai, na yeye ndiye aliyezalisha UDA, tusiseme Pwani, ndani ya Kenya nzima. Yeye na ndugu yetu Tenge ndio walileta hamasa, na akapatikana mtoto wa kwanza ndani ya Msambweni wa UDA, Bwana Faisal, kupitia ndugu yetu Hatibu Mwashetani. Mwashetani sio kulalamika, na Mwashetani ndio aliyemjenga William Ruto. Alipokipata kile kiti ndani ya Msambweni, ndipo Ruto akatambulikana kitaifa kwamba sasa chama cha UDA ndio ikawa cha uzika. Kwa hivyo pongezi sana ndugu yangu Hatibu Mwashetani kwa kupata wadhifa wa NTSA. Pili, mimi nashangazwa sana ndugu zanguni, rais wa nchi ya Kenya toka tupate uhuru hajawahi kwenda mahali atia mkono ndani ya maji akitoa. Kwani mimi nauliza, huyu Ruto si rais wa Kenya? Si ni rais wa Kenya? Vipi rais kwa yale aliyoyafanya anasikizia ground ya Mount Kenya? Je, aende asiende? Aende asiende? Sasa kwani Mount Kenya si wa Kenya? Wale watu umewasaliti rais, watu wa Mount Kenya, na wao hata ukaenda watakusikiza, lakini watakusaliti, hawatakupatia kura. Na uwezi kuwagawanya jamii ya Mount Kenya, Rais William Ruto. Wewe ukaenda usende, kura zao hupati. Sisi tunakwambia kama wakazi wa Mombasa County. Lakini jamii ya Mount Kenya kama walimkataa ndugu yao Uhuru Kenyatta, na wewe zile dharau ulizowaonyesha, na wao ndio waliokupitisha. Mount Kenya ndio waliokupitisha Rais William Ruto. Ndio maana kule Mount Kenya watia mguu ukitoa, kwa sababu ukienda ground iko moto rais. Kwa sababu huwezi watu wakupigie kura alafu wadhalilisha, hawezi kukupatia kura. Sasa wewe nenda kama kuwasalimia, lakini 227 mimi nina imani jamii ya Mount Kenya hawatakupatia kura rais. Tena kwa ithibati hawatakupatia kura rais. Kwa sababu yale walimtetesha ndugu yao kipenzi chao Uhuru Kenyatta, wakakupatia wewe kura rais. Hapo rais wa hukupima maji na unga. Kama hawa jamii ndio waliofanya mimi nikakalia tikiti. Kitu kingine, mimi nashangazwa na wakuu wa usalama ndani ya Mombasa wakisema mtoto akifanya uhalifu mpaka mzazi wake ashikwe. Mimi namwambia mkuu wa usalama ndani ya Mombasa County, siwezi kumbebesha mtoto wako ana dhambi zake ni kubebeshe wewe. Haiwezekani. Hata kidini, na wewe ni Muislamu, huwezi kusumbua mzazi wa mtu kwa aliyofanya kosa ni mtoto umsumbue mpaka babake. Haiwezekani. Ni dini gani ambayo umesoma wewe? Kwa hiyo huwezi kubeba mzigo wa mtu mwingine ama mzigo wa mtoto wako. Hata kwa Mwenyezi Mungu waambia baba na mtoto watakimbiana umul kiyama. Wewe Muislamu kutoka wapi? Mkuu wa polisi. Kwa hiyo usitusemeshe. Huwezi kubebesha mzigo wa mtu mwingine ukobeba wewe, huwezi. Kwa hiyo ni kudhalilisha wazazi wa watoto, kuwadhalilisha. Kama kweli nyinyi mnataka kweli kuondoa uhalifu, wanasiasa wanaibia wa Kenya mamilioni, mbona mwashiki mpaka watoto wao? Kama kweli nyinyi ni wa kweli, nyinyi kwa polisi, mwanasiasa wameiba mamilioni, mbona mwashiki mpaka familia zao mkawafunga? Lakini leo mzazi mtoto wake mumdhalilishe mzazi kwa liba ni mtoto. Hii haiende hata kidini bosi. Hata kidini haiwezekani. Kitu kingine ndugu zanguni, mimi nashangazwa. Wajua ukisimama na haki, usimame na haki. Sio kumbe wewe
wamtetea yule anayedhulumiwa. Kumbe wewe uko pamoja na mwenye kudhulumiwa. Ndugu yangu Abu Muhsin ama Abu Musina, ukiamua kusimama na haki, simama na haki. Sio utapiga matapishi huku wewe yaramba. Sasa matapishi haya wewe, mimi nakushangaa. Wewe watapika kisha wayaramba matapishi. Ndugu yangu Wafanalek, mimi wanishangaza. Kuwa na ndevu nyeupe si huja. Kuwa na ndevu nyeupe si huja. Yatakikana uwe na utaratibu maalum na msimamo, sio msimamo wa kigeugea wa kugeuka. Ndio nikakwambia haya matapishi unayoyatapika alafu wayaramba mwenyewe. Nani hata mtoto harabi matapishi? Kwa hiyo ndugu yangu, hii tabia si nzuri ya kuramba matapishi. Tata mimi nina mengi. Hiyo ninakwambia kama mwenye akili, tufunguka akili. Kuwa na msimamo. Sio mimi ninatishiwa, sijui nini. Kuwa na msimamo. Sio utapiga matapishi alafu ndio yarabia matapishi yale yako. Watu watakuona vipi wewe? Kama hujanielewa nitakueleza. Lakini wacha kuramba matapishi yako. Kwa sababu ujana ni jaa. Na kuwa na fikra mbadala. Na kuwa mnyenyekevu si ujinga. Na kuwa kimya si mjinga. Kimya kina mshindo. Kwa hiyo mimi nakushangaa boss sana. Usione una ndevu nyeupe utatishia watu. Ndevu hata mtoto yuko na nywele nyeupe. Mtoto pia yuko na nywele nyeupe. Kwa hiyo matapishi kila moja yuwatapika, lakini wewe unzoea kuramba matapishi. Kitu chengine ndugu zanguni ni kwamba nawapongeza wakazi wote wa Mombasa County, wawe na subra, lakini tusihadaiwe na siasa ambazo zinakuja ndani ya Mombasa County. Kwa sababu siasa hizi ambazo ni za kuwafanya wananchi wa Mombasa County kuwa muflis. Kwa mfano, gavana wa Mombasa aliwahi kusema anataka $10 kwa container port. Rais akamwambia akae na PS wa transport bana Dagar. Dagar alitufanya nini? Alitunyima $10 Dagar. Dagari huyu yuwazunguka zungulupitu yuatuambia kwamba amewekeza pesa ataka kutengeza barabara za county. Wewe ni PS wa serikali kuu, ni PS wa serikali za county Dagar. Kwa hiyo Dagari huna manifesto yoyote kumwambia mpwani ama mkazi wa Mombasa. Wewe wafanya siasa za kumpigia Hassan Sarai, lakini tushakuonea mbali. Kama kweli una ukweli, ungelimpatia governor, mheshimiwa governor $10. Ukaona barabara zitatengezwa. Tungekuwa na pesa nyingi sisi kanda na Mombasa County. Lakini ulijua huyu governor ukimkubalia hii $10 pa container, Mombasa County tangara na governor atajimudu kimiradi na Mombasa County. Lakini sisi tulikuwa mbali Dagar, kwa sababu mimi nawaambia kama SG wa Kenya nzima wa chama wakana rais, wewe SG wakana rais, leo huwezi kuambia mitambo ya pwani imekufa. Huwezi kuambia vijana Mombasa hawana kazi vipanga hivi. Alafu atakuja usimtaje Hassan Sarai. Hassan Sarai ndo anakuambia vijana wasio na kazi. Kwani angapale Hassan Sarai kazi yake kufanya nini? Kutetea wakazi wa pwani. Zaidi yeye ni mpwani, atetea wakazi wa pwani na rasilimali za pwani. Lakini leo kama Sarai hata yazungumzia haya, Sarai hafai kuwa gavana Mombasa. Na haya nitazungumza kila klipu, Sarai hafai kuwa gavana Mombasa. Acha kutumia watu Sarai. Shukran sana.